wewe unakula kweli. Wewe ni mwizi tu wewe. Mtaa unatabasamu mchana, usiku na siri, maisha baada ya shule flenki. Au siku moja nikakamate nikafinye haka katoto, sijui nifanyeje tu, maana naona hapa mambo yameshakuwa mengi. Mwanangu unakaa vipi hapo? Nimefanyia kitu hapo kwanza stress, yani kuna muda nakosa amani kabisa jinsi mnavyoishi. Mnaishi kama watu tujuani. Ni kweli tunaishi yani. Niishi na watu kama yani ndio kwanza tumeonana huku. Yani kuna muda yani mnafanya sio yani. Wewe unaona tunafanya sio kitu. Mbona mimi naona tuko vizuri tu, tunaishi fresh, tunakula, tunalala. Au wewe maisha gani ambayo unayataka? Sasa mimi nimewaza kitu kimoja. Tunaishi kwa chuki, ugomvi. Alafu kuna baadhi ya watu kabisa hata nini kifupi niseme boss tofauti. Kuna bado nisema umepoteza pesa. Kwa nini yule rafiki yako tu akae kule kwenye geto lake kule? Kwa hiyo tunahangaika kwanza. Moja usumbufu. Siku tukiwa tunapika kwetu hapa tunaenda kule. Yeye akiwa anakuja, yani tunahangaika na vitu hapo. Kwa hiyo tusipunguze kesi ambazo zingine sio halali. Mimi nilikuwa naona tu hapo aendelee tu kule. Mimi siendi tena kule kwa kama vipi mimi nitakuwa napika mwenyewe hapa. Mimi nipunguze kesi hizo za lazima ndugu yangu. Mwanangu wewe ukiona kama vipi kwanza ututishi. Wewe ukiona kama vipi nenda hata Bongo nyumbani, urudi nyumbani. Maana naona maisha ya kupambana kushinda. Rudi shuleni huko ikibidi. Sisi babaishi mwanangu. Sawa, mimi nakwambia tu yani kitu yani. Alafu sikia, yani wewe ni mdogo wangu kabisa, lakini tunaamua kuishi tu hivi kwa sababu najua kwamba nini madhara ya hasira zangu. Mimi naelewa. Wewe usinitishie, nenda huko. Toka shule nikabeba daftari la ndoto, kumbe mtaa unasoma kitabu kisicho na mwalimu. Wanokupigia makofi leo, kesho wakujui. Moyo kivunjika, macho ndio huandika ukweli. Mtaa una lugha yake, ukicheka sana wanakuuliza umeiba nini. Ukilia kimya, hakuna anayesikia. Maisha baada ya shule ndiyo mtihani wa kweli. Leo ni kivuli, kesho la Hivi wewe mjinga bado unajisomea? Hivi hadi sasa hivi unaamini elimu itakusaidia? Elimu ishakutupa mkono muda. Hebu jiulize, umepewa suspension mwezi wa pili, sasa hivi mwezi wa sita, bado unawaza elimu? Achana na mambo ya elimu bwana, tafuta hela. Maisha sasa nataka hela. Bado unabembeleza mambo ya elimu nini? Achana na elimu. Takataka za hivyo achana nazo. Mambo ya elimu ya nini? Kwa nini unapenda kunifuatilia wewe mtoto? Yaani si unaniangalia hivi tu mimi sasa, ngoja nikwambie sasa. Yaani mimi ni mtu mmoja, yani mpole kwa sura na kwa macho ni mpole, lakini ndani unaona. You know that why I'm here. You know? I'm here because of angry. Na babaisha nini? Kama vipi ndoto? Kama vipi nini? Njaa kwenye mfumo nini? Tunazi. Uhakika mimi najiweza. Kama vipi wewe ingia kwenye mfumo? Kona nikunjia ngumi sio? Uhakika. Kona nikunjia ngumi sana. Uhakika utanifanya nini wewe? Ni kwa sababu huku sijaja kupigana. Na ninajua huku nilikuja kwa sababu ya hasira zangu ndo zikanifanya nije huku. Vile vile nikileta hasira hapa zitanifanya tena nirudi au niende nitoke sehemu hii kwenda sehemu nyingine kwa sababu ya hasira. Sawa. Mimi nakuacha. Peleka huko wewe. Mchezo ni samehe tu bure kwa sababu hawajui walitendalo hawa. Mtaa unatabasamu mchana, usiku na siri, maisha baada ya shule flenki.
Nilitoka shule nikabeba daftari la ndoto, kumbe mtaa unasoma kitabu kisicho na mwalimu. Wanokupigia makofi leo, kesho wakujui. Moyo kivunjika, macho ndio huandika ukweli. Mtaa una lugha yake, ukicheka sana wanakuuliza umeiba nini. Ukilia kimya, hakuna anayesikia. Maisha baada ya shule ndiyo mtihani wa kweli. Leo ni kivuli, kesho labda mtaa unatabasamu mchana, usiku una siri. Maisha baada ya shule flenki. Nilitoka shule nikabeba Bi mkubwa, shikamoo. Sijambo. Huku si wazima. Vipi huko mnaendeleaje? Salama. Shida gani tena mamangu? Na we mamangu $50,000. Okay, basi haina shida mamangu. Nikutumia kwenye namba ipi? Ya 96. Basi haina shida na kutumia mamangu. Ndio hivyo mamangu, lakini mambo magumu. $50,000 yenyewe yani tu ndio hivyo. Lakini haina shida mamangu, na kutumia usijali. Maisha baada ya shule ndiyo mtihani wa kweli. Leo ni kivuli. Ni vipi? Safi kama kawaida, inakuwaje? Lakini ndio hivyo mwanangu, na msala nini nyumbani. Maza kanipigia simu anataka $50,000. Mwanangu nilifosi hata shilingi 40 mwanangu, sielewi. Na mimi kama hivyo mwanangu, nimepokea simu nyumbani wanahitaji $50,000. Kwa mwanangu hapo labda umcheki Frank, lakini kwa vile tunavyoishi naye sidhani mwanangu. Lakini jaribu kumwambia, unajua nini? Lakini sina imani. Kwani Frank anaenda wapi? Frank yupo kula anafanya kazi. Sijajua sasa, lakini wewe kajaribu, wanaweza kukusaidia. Ngoja nikamjaribu. Basi kwa hiyo mtaa unatabasamu mchana, usiku una siri. Maisha baada ya shule flenki. Naona unamalizia hapa. Ndio hivyo mwanangu, si unajua tumezaliwa kuforce maisha mwanangu. Tutafanyaje? Maisha menyewe ndio haya. Mwanangu mimi nimekuja na shida. Una shida gani tena ndugu yangu tena Johnny? Mwanangu nilikuwa na shida, unisaidia shilingi 40. Yeah. 40. Sema nini? Inaweza kupatikana, lakini kuna project nilikuwa nafanya na zani inaweza kabaki kwa au kifupi nikwambie hivi, wala usijali, itapatikana 40. Kurudisha lini? Mwanangu baada ya wiki moja nitakuwa nimeshakurejesha pesa yako. Sawa, umesema ni wiki moja, lakini inakuja kufika wiki moja hapo tunaanza kuzungushana hivi, inakuwa conversation yani. Hapo ndio inakuja kuwa changamoto mwanangu. Kwa hiyo unanyakishaje? Wewe niaminisha kabisa kwamba wiki moja fresh. Unajua mimi sipendi tena mambo ya kuzungushana. Mwanangu niamini, mimi siwezi kuzungusha. Sawa, fresh. Twende nyumbani ukapitie, maana nilikuwa nataka nigonge nikamalize angalau waka, lakini ndio hivyo kujua lenyewe lishazama. Tuweza tukaondoka. Lakini mwanangu, yani mimi nakwambia tu, yani kwenye kuzungushana hapo mwanangu, kwa jao mimi nikwambie, na kwenye hili mwanangu sitofumba macho nikwambie. Yani nyie mkipata shida ndio mnaanza kujua huyu ndugu au huyu vipi. Ndio mwanangu. Na wanakuuliza umeiba nini. Ukilia kimya, hakuna anayesikia. Maisha baada ya shule